Shalom, shalom, mtu wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa Lucy Rashidi, nimeokoka, ninampenda Yesu. Ninao ujumbe ambao nilipewa kwa habari ya taifa la Tanzania, kwa habari ya kanisa pia. Karibu. Ilikuwa ni nyakati za usiku, nilikuwa nimelala. Alikuja mtu kuniamsha. Siwezi kuthibitisha kama ni mwanadamu kwa 100%, maana muonekano wake nilimuona kuanzia kwenye kiuno kushuka chini. Ila kupanda juu nilihisi tu uwepo wake. Alikuja akaniamsha, akinipiga ubavuni, akisema, "Amka binti yangu, kuna maneno nataka nikuambie. Kuna jambo nataka niseme na wewe. Kuna jambo nataka nikuonyeshe." Baada ya kuniamsha, alisogea pembezoni kidogo mwa kitanda changu. Na mimi niliamka kumfuata. Lakini kuamka kwangu kulikuwa si kwa kawaida kama ambavyo nimezoea kuamka. Nilikuwa siamki kwa kutumia akili zangu hizi za kibinadamu. Niliamka nikamfuata. Kabla sijamfikia, nilijisikia kugeuka kukitazama kitanda changu. Nilipogeuka nilijiona bado nimelala na huku nimesimama. Wakati najishangaa, yeye alianza kutembea kwenda mbele. Na mimi pasipo akili yangu nilijikuta na mimi nimeanza kumfuata. Tulikuwa tunatembea kwa usawa kama watembeavyo marafiki njiani. Tulikuwa tukitembea. Tulipopiga hatua chache mbele, alianza kwa kusema, "Kutokana na uovu wa Tanzania. Kutokana na uovu wa Tanzania. Kutokana na uovu wa Tanzania." Neno hili alilirudia mara 3. Akiwa anarudia maneno haya, upande wetu wa kuume naliuona ushoga wa taifa la Tanzania. Upande wetu wa kuume naliwaona wanaume wawili. Ila mmoja nilimtambua ni mwanaume aliyegeuza matumizi yake ya wanaume kuwa matumizi ya mwanamke. Baada ya kuona, aliendelea kwa kusema, "Zimeachiliwa roho chafu za ugonjwa wa kansa kwa kila familia." Alipofika kwenye neno familia, alianza kunifafanulia kwa habari ya familia. Alinitolea mfano, akaniambia, "Namaanisha familia, wewe kule ulikolelewa, mimi nimelelewa na bibi yangu." Akaniambia, "Bibi yako, mama yako ana ukaka na mama, kuna wadogo, kuna wakubwa ambao tunaita wajomba, mama wakubwa, mama wadogo. Kuna wewe, kuna watoto wako." Alielezea familia kwa jinsi ya vizazi 4. Kwa jinsi ya vizazi 4. Akaniambia,
zimeachiliwa roho chafu 4 za ugonjwa wa kensa kwa kila familia, kwa upana huo niliokueleza. Akaendelea kwa kusema, na zitafanya kazi kuliko HIV ya miaka ya 80. Nilichukuliwa kupelekwa miaka ya 80 kwenda kuiona HIV ya miaka ya 80, miaka ya 90. Akasema ugonjwa wa kensa utatenda kazi kwa makali zaidi ya HIV ya miaka ya 80. Niliona hiyo HIV ya miaka ya 80 ambayo ilikuwa haina dawa kama sasa. Haina dawa za kumfanya mwanadamu akanawiri kama sasa. Akaendelea kwa kusema, liambie kanisa langu. Ingawaje alianza kunipa maelezo mimi. Alianza kunipa maelezo yangu nifanye nini ili niepukane na huo ugonjwa wa kensa. Baada ya kunipa maelezo, aliniambia, liambie kanisa langu, yeyote anayetaka kuepukana na ugonjwa wa kensa aombe na aniche sana mimi Mungu. Hakuniambia kwa habari ya taifa lifanye nini. Sijui ni kwa nini. Alikuwa akizungumzia kutokana na uovu wa taifa la Tanzania. Iko roho chafu ya ugonjwa wa kensa imeachiliwa kwenye taifa. Hakuniambia kwa habari ya taifa lifanye nini, ila aliniambia kwa habari ya kanisa. Liambie kanisa langu, yeyote anayetaka kuepukana na ugonjwa huu aombe na aniche sana. Hii ina maana gani? Hata wewe ambaye uko nje ya kanisa, Yesu anakukaribisha. Alisema liambie kanisa langu. Mwenye kanisa ni nani? Mwenye kanisa ni Mungu mwenyewe, ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa ni Mungu mwenyewe anatoa ujumbe wa shida ambayo imeachiliwa kwenye taifa la Tanzania, na anatoa majibu kwa kanisa la Tanzania. Alikuwa ni Mungu peke yake. Wewe ambaye uko nje ya kanisa unaendelea na ushoga, ni machukizo mbele za Mungu Mtanzania. Ni machukizo mbele za Mungu Mtanzania. Ni machukizo mbele za Mungu mtu wa Mungu. Uko kanisani bado unajichanganya. Ni machukizo. Mungu anatoa mwaliko wa kuombwa. Mungu anatoa mwaliko watu wamche yeye. Ni nini? Kinga ya kensa ni kumcha Mungu peke yake. Ninakukaribisha. Ninakukaribisha kwa Yesu. Shoga, ninakukaribisha kwa Yesu. Mfanye Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Achana na machukizo hayo. Ni kweli kibinadamu unaweza ukaona ni ngumu kuacha. Ni ngumu kuacha hicho ulichokizoea. Lakini nataka nikwambie, tunaishi kwenye nyakati za hatari. Tunaishi kwenye nyakati za mwisho. Na Mungu anatupenda kuliko neno upendo. Tanzania tunapendwa na Mungu. Tunaonywa kuliko maelezo. Tena nyakati hizi za mwisho Mungu anatumia hata wale wasiozaniwa. Mungu anawatumia wale wasiozaniwa. Anawatumia kwa habari ya kanisa, kwa habari ya taifa. Ni wajibu wetu sisi kama wanadamu kunyenyekea tunaposikia neno la Mungu. Kunyenyekea tunaposikia Mungu anasema nini kwa habari ya taifa letu,
kwa habari ya kanisa, ni wajibu wetu, ni wajibu wako mwanadamu kunyenyekea. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Nyakati tunazoishi ni nyakati za hatari. Karibu kwa Yesu. Shalom, shalom. Mungu awabariki. Amen.